Na maalasaf leo sisi kwanza wanawake hawaingii misikitini. Misikiti yetu hii wanawake wamenyimwa. Kwa nini sisi hatukufikiria angalau zile time ambazo sisi hatuna madarasa, wanawake wakaja msikitini wakakaa, hata wakitaka wapige story, wasome hizbu ndani ya msikiti saa 4, saa 3 mpaka saa 5. Wanaume hawapo. Kwa nini wasiweke darasa ndani ya msikiti? Wanaruhusiwa wanawake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwakataze vijakazi vya Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Al-asaf leo sisi katika mujtama wetu wanawake hawana nafasi ya msikiti, ila labda kama msikiti ina sehemu ya wanawake, basi hiyo pia wanafungiwa kama jela, hawana habari kinachoendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika itikafu, siku moja mke wake Sofia akaja akamtembelea. Mmoja akaingia ndani ya msikiti, akakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kukutana ndani ya msikiti hairuhusiwi. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mwenyezi Mungu asema msiwaingilie wake zenu mkiwa mmekaa itikafu ndani ya msikiti. Hiyo hairuhusiwi. Yule mke alikuja akamtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatahaddatha sa'atan, wakazungumza muda wa saa mzima, wakapiga story, labda wamezungumza story zao mpaka ikafika usiku. Akainuka atakapotoka, Mtume naye akainuka akamsindikiza. Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumsindikiza mgeni aliyokuja kwako, umtoe mpaka nje, mpaka kwenye geti, alafu ndio urudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka. Mara wakapita masahaba wawili, walipoona Mtume anatoka na mwanamke ndani ya msikiti, wale masahaba wakamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wakafanya haraka kupita bio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazuia, akawaambia, ala rislikuma innaha Safia, pole pole, msiende mbio, ni mke wangu huyu Safia. Wale wakaanza kushtuka, wamba ya Rasulullah, ma'adallah ya Rasulullah, hatukukudhania vibaya ya Rasulullah, sisi wacha tu tuende ya Rasulullah. Mtume akasema, la, inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, shetani apita katika mwili wenu kama vile damu inavyotembea katika mwili wenu. Kwa hiyo msije mkanidhania mkaniona ninatoka na mwanamke ndani ya msikiti, hamumjui ni mwanamke gani na ni usiku, huyu ni mke wangu fulani amekuja kunitembelea. Na hii pia yatufundisha mtu kuondosha dhana mbaya kwa watu. Kiwe kuna dhana mbaya watu wamekushuku, pale pale tengeza, jamani huyu ni fulani, usinione hivi, ama jamani nafanya kitu fulani, ama jamani nangojea kitu fulani, usione hapa nimesimama na mtegesha mwanamke fulani.